asifiwe sana. Hallelujah. Ninashukuru Mungu mara tena asubuhi ya leo kuwa hapa mbele zenu. I thank God again this morning to be in front of you Na kuweza kupata muda huu kwa ajili ya neno lake. and to have this time for the word of God. Ninataka sema karibu kwa dada Charlie. I want to say welcome to Sister Charlie, ambaye mtoto alikuwa mgonjwa kwa siku zimepita na leo tuko tena na yeye. Karibu sana dada, Bwana kubariki. who the kid was sick and today we are together. Tunataka kuzungumzia neno letu asubuhi ya leo. We want to talk about our word this morning. Na muda wa wiki ambazo zimepita nimekuwa mdhaifu wa mwili. Through all the week I was weak. Kiasi kwamba sikuweza hata kuangalia kwa ordinateur, ilikuwa vita sana kwangu kwa ajili ya maumivu ya kichwa. Until I could not see the computer because I had. Kwa hivyo leo sitatumia ile mitambo. Today I will not use this screen. Sababu sikuandaa somo langu kwa njia ya mitambo kwa ajili ya maumivu nilikuwa nayo. Because I could not prepare my teaching through the screen. Na leo tutarudia kwanza kwa hali yetu ya zamani. Today we're going to use our usual thing. Tunaenda basi kusoma mara moja neno la Mungu. We are going to read the word of God Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, in Acts of Apostles, sura yake ya kwanza mstari wake wa pili hadi ule wa 11. chapter 1 verse 2 to 11. Bwana asifiwe sana. Amen. Nina tangazo hapa ambalo nataka kutangaza mbele niingie katika neno. I have an announcement before I go to Na the leo word. tumebarikiwa sana kanisani hapa. Today we are very blessed in the church. Mungu amebariki kanisa letu na vifaa tena. God has blessed our church with instruments again. Amen. Amen. Mtumishi wa Mungu ambaye ameingia siku ya leo, The man of God who entered today, amekuja na gift kubwa ya kanisa. he came with a big gift of the church. Na hii gift tunataka kwanza kuwaazima tu, And this gift we want just to rent. lakini baadaye kanisa itashughulikia hii mambo. But after the church will take care Tumebarikiwa na of this. mabiblia hapa. We have Bibles here. Na hapa tuna Biblia 7 za Kiswahili. We have 7 Swahili Bibles Na tunakuwa na Biblia 2 za Kifaransa. and 2 French Bible. Lakini hizi Biblia, Those Bibles, kama mchungaji wa kanisa hapa, as a shepherd of ni this za church, wale wanafunzi wa Biblia. it's for those Wale wenye tunakuwaka nao hapa kwa Bible study. who are together in Bible Na study, hawana Biblia wanakuja kwa mikutano ya Bible and study. they come to Bible study don't have Kila Bible. mmoja ana jukumu ya Biblia moja hapa. Someone has one Bible Bwana here. asifiwe sana. Hallelujah. Sababu Biblia ni kwa wale wanaotaka kusoma Biblia. Because Bible for those who want to read the Bible. Amen. Amen. Lakini kwanza kwa sasa mwenye hana Biblia atachukua hapa moja aitumie, baadaye utarudisha. But before someone who doesn't have a Bible will use one and they will bring back it. Bwana asifiwe sana. Amen. Hii si ni baraka kubwa hii. This is a blessing. Kama tunaweza kukumbuka hata na watu wa Etazini. If you can be remembered for people from USA. Hallelujah. Hallelujah. Bwana kubariki sana mtumishi. May God bless you, man of God. Tunasoma Matendo ya Mitume basi kwa haraka. We are going to read Acts Sura yake ya kwanza chapter 1 na ule mstari wake wa pili verse 2 hadi ule mstari wake wa 11. to 11. Nitasoma kwa haraka. I'm going to read quickly. Biblia imesema The hivi. Bible says, Tunaanza mstari wa pili. we start by 2. Hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliwachagua, wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyo kuhusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mulisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiita kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Akiita kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe, wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Amen. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Nataka nizungumzie leo kuhusu kupaa
kwa Yesu Kristo mbinguni. I want to talk about the ascension of Jesus Christ. Na katika somo langu nitazungumzia mambo yafuatayo. In my teaching I'll talk about some Kwanza words. nataka kuzungumzia kuhusu habari ya siku 40. I want to talk about the 40 days. Siku 40 inamaanisha nini katika Biblia? What does mean the 40 days? Baadaye tutazungumzia kwa nini Yesu kwanza alikaa duniani siku 40 kabla hajakuliwa. Then we'll talk about why Jesus stayed earth 40 days before he will be taken to Na heaven. mwisho nitazungumzia kwa nini basi Yesu alipaa And mbinguni. at the end I will talk about why Jesus went to heaven. Tutaenda kuangalia mara moja kwanza siku 40 ni nini. We are going to see first the 40 days. Biblia ina mishairi nyingi inayozungumzia siku The 40. Bible has many verses talking about the 40. Habari ya kwanza tunaipata katika Mwanzo The first thing God did in Genesis sura yake ya 7 mstari wa 12 chapter 7 verse 12. na pia Mwanzo sura yake 8 na mstari wake wa 6. Genesis 8 verse 16. Hapa tunakutana habari za Noa. Here we found the story about Noa Noah. ameingia katika safina Noah got in the ark. na kabla mvua iweze kunyesha, After the rain will come down, mvua ilingojeka siku 40 kwanza. people are waiting for 40 days. Wakati Noa ameambiwa habari za kujenga safina, After Noah has been received the news from sio the pale ark, pale mvua ilianza kunyesha. and not at that time the rain Noa came. amengojea siku 40 He waited until 40 days ili mvua iweze kunyesha. so that the rain can start. Alipoingia ndani ya safina, After entering the ark, baada ya siku 40 mvua ikinyesha, after 40 days raining, ndiposa amefungua dirisha that's when he opened the na window kwenda kutazama and nje. see outside. Biblia inasema ya The kwamba Bible says alimtuma ndege he sent a dove aende achungulie to go and see namna ulimwengu ulivyo, how is the world. na ndege ikaenda, And that bird wala went. haikupata mahali pa kutua. He could not have found where to step Jina la down. Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Hapa tunakutana habari za siku 40. Here we found the news about 40 days. Jambo la pili tunalipata katika Mwanzo tena Second thing we found in sura yake Genesis ya 50 na mstari wake wa 3. chapter 50 verse 7. Hii ilikuwa katika desturi ya watu wa Misri. This was a culture of Egypt people. Watu wa Misri walijua ya kwamba Egypt people, they knew siku 40 40 days, ndio mwisho wa mambo fulani that's the end of na something. inakuwa mwanzo mpya wa mambo And it's mengine. the beginning of other things. Wakati mtu alikuwa akikufa, When someone died, walikuwa wakimpaka mafuta they could anoint ili him ule mtu asioze, so that he cannot be na ile punished. ingechukua siku 40. And this could take 40 days. Siku 40 40 days, ilikuwa ni baada yake ni mwanzo mpya. it was after the beginning. Ni kwamba 40 ilikuwa na maana katika Biblia. 40 had the meaning in the Bible. Jambo la tatu Third thing tunalipata katika Kutoka we found is in Exodus sura yake 24 chapter 44 na ule mstari wake wa 18. verse 18. Hapa habari zinazungumziwa mara mbili. This is the news story. Musa ameenda kukutana na Mungu Moses went to meet muda God wa siku 40 in 40 days katika mlima, through the mountain. na wakati amekuwa katika ule mlima, After he was there at the Biblia mountain, inasema ya the kwamba Bible says baada ya siku 40 after 40 days, Musa alienda tena huku akiwa hakule. Moses went there without eating. Ni kwamba wakati mmoja alifanya siku 40 One time he akiwa 40 days, anazungumza tu na he Mungu, was just talking to God. na siku ingine alikuwa katika mafungo And another time he was in siku fasting. 40 bila kula na kunywa, 40 days without eating or na drinking. wakati ule Mungu akamunenea, And at that time God spoke Mungu to him. akampatia amri God gave him ambazo commandments. alikuwa ameziandika kwenye lile He jiwe, wrote them on the na stone akatoka nazo and pale he came with kwenda them. kuletea taifa la He brought Israeli. them to the Israelites. Siku 40 40 days. siku 40 tunazipata tena 4 days again we katika read kitabu cha Kutoka in Exodus 34 30 na mstari wake wa 29. verse 16. Biblia inasema The hivi, Bible says Musa wakati ule Moses at that time, alipofikisha siku 40 when he made 40 days, alibadilishwa, he changed sura yake iling'aa, his wala yeye shine. mwenyewe hakutambua. Even himself he could not recognize. Wakati ametoka pale When he came there, baada ya zile siku 40 after those 40 days, amevikwa utukufu na he Mungu was just had na amebadilishwa sura. and they were changed his Mtu face. aliyemuona jamani, Someone who could see him baada ya zile siku after 40 those 40 days, Musa alikuwa amebadilika. Moses was changed. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Kuna mabadiliko katika siku 40. There is a change in 40 days. Hata katika maisha yako kuna mabadiliko pia. Even in your life there is a change. Ikiwa siku 40 zitakufikia wewe, If 40 days will come to you, utaenda kuelewa kwa nini nazungumzia hizi you are habari. going to understand what I Acha am doing. tuangalie jambo la kufuata. Let us see the next thing. Katika kitabu cha Hesabu 13 In Numbers 13, na mstari wake wa 25 verse 25, tunapata wapelelezi we see those ambao walitumwa Kanaani. people went sent to Canaan. Wameingia kule And Kanaani, when
when they went there, wamechunguza ile they nchi just spied muda wa them. siku 40. After 40 days, Wakati wamechunguza ule mji, when they spied that country, wakarudia, they came back wakaambia wenzao and they told them, ya kwamba tumeona ule we mji saw that country. una asali na It maziwa, has honey and ni milk. mji mzuri It's sana, a good country. lakini wenyeji wa ule mji But the owner of that ni watu country, mashujaa. they are very strong people. Wapelelezi walifanya siku 40. Those spies, they did 40 days. Tunaangalia jambo la kufuata You pale see the next thing katika there. kitabu cha Kutoka In Exodus, sura yake 16 verse 18. na ule mshairi wake wa 13. Chapter 18, verse 25. Biblia inasema ya kwamba The Bible says, wana wa Israeli pia those Israelites, mule mjangwa they are in desert. walifanya siku 40. They did 40 days. Katika zile siku 40 And in those 40 days, walikuwa wakikula mana, they were just eating manna. hawakuwa na chochote ile They wakati. had nothing that time. Mungu amewalisha God just feed siku them 40 in 40 days. wakiwa wanakula mana They just eating ya manna kutoka kwa Mungu. from God. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Jambo la 7 tunalipata pale Seventh thing katika Samueli wa kwanza sura 17 1 Samuel chapter na ule mstari 17, wake wa 16 verse 16. tunapata habari za Goliathi. We found the Goliathi naye ameingia pale Goliath entered there also. siku 40 40 days kabla aweze kuuawa na damu. before you can be killed. Goliathi alitokea taifa la Israeli. Goliath came to Israelites. Huyu jamaa wa Wafilisti huyu This giant of Philistine. amefikia wana wa Israeli. He heard about the field of Siku ya Israel. kwanza anafika, The first day he came. siku ya pili anafika, The second day. siku ya tatu anafika, Third day. siku ya nne anafika, Fourth day. siku 40. 40 days. Hakuna mtu alijitokeza No one came wala kusema na yeye. to talk with him. Baada ya siku 40 After 40 days, mtumishi wa Mungu Daudi the man of God amesema huyu jamaa amesumbua said, sana, these people, mimi nitaenda kupigana I na will yeye. go to fight him. Jina la Bwana lipewe. Hallelujah. Baada ya siku 40 After 40 days, ushindi ukapatikana. the victory came. Tunapata jambo la 8 pale We found the end katika Wafalme wa kwanza in the first king, sura yake 19 chapter na ule 16, mstari wake wa 8 verse 8. tunakutana Elia. We found Yeye Elijah. amelishwa na malaika, He was fed by na angels. wakati amelishwa na malaika After being fed by ameenda angels, mwendo wa siku 40 he went a journey bila of 40 days kusikia njaa tena. without even Ameenda feeling katika mlima wa Horeb, He went to Horeb na mountain, wakati ameenda and kule when he went there, amekuwa na he nguvu had the strength ya kustahimili njaa to just stand na up shida zote and zilizompata all the problems that would alipokuwa come amelishwa when he was fed na by malaika wa Mungu the angel of God siku 40. in 40 days. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Baada ya zile siku 40 After those 40 Biblia days, inasema akasikia sauti ya the Mungu. Bible said he had a voice of Baada God. ya siku 40 mpendwa, After 40 days, mtu brethren, husikia tu sauti ya Mungu. you need to understand God's voice. Wakati unapitia zile siku 40 After going through 40 kuna days, jambo linatokea tu kwa there maisha is yako. something comes from God. Acha tuangalie jambo la kufuata. Let us see the next thing. Ile jambo la 9 tunalipata katika kitabu cha Yona sura yake 3 mstari wa 4. The ninth thing we found in Jonah. Hapa Yona naye anaenda katika nchi ya Ninao, mji wa Ninao. Jonas went to Nineveh, Na katika ule mji wa Ninao and in that country, anawaambia kwamba siku 40 after 40 days, kama hamukutubu if you will not mtapata confess, pigo ya you Mungu. will have a problem with God. Akawaambia He told them waweze kutayarisha, to prepare themselves. waweze kutoka katika njia zao, They have to come out of wamrudie there Mungu so they can go back ili to waweze God, kutoka katika hukumu so yao. that they can be out of the Siku 40 judgment. hizo After 40 days, wana wa Ninawi the Biblia Nineveh inasema people, walitubu they na confessed wakaepuka pigo la Mungu. and they came out of the Jambo la judgment of 10 God. pale 10th thing, tunaona ya kwamba Yesu mwenyewe we found that Jesus katika himself Mathayo sura yake 4 in Matthew na chapter ule 4, mstari wake wa kwanza verse 1. amefunga siku 40 Jesus fasted wakati 40 ametoka days katika kubatizwa. after being Roho baptized. inamsukuma jangwani, The Spirit sent him to na desert. alipoenda huko And jangwani when he went there, siku 40 40 days katika kuomba na kusali, with praying and Biblia fasting, inasema shetani akaanza the kumjaribu devil started na Yesu to akatoka mshindi, and Jesus came sababu alikuwa victorious amepitisha siku because 40. he just finished 40 days. Na jambo la mwisho hapa And the last thing, katika ile katika Matendo ya Mitume ambako tumesoma in the Acts where we just sura read, yake ya kwanza na mstari wake wa 5, verse 1 chapter Biblia 5, inasema ya kwamba the Bible says, Yesu alitokea watu Jesus came to people siku 40 kabla yeye kufufuka. 40 days after being resurrected. Yesu alipokufa When Jesus died, akazikwa, he was buried. ilibidi afufuke, He needed him to na wakati alifufuka when he resurrected, Yesu hakuishi tena na watu. Jesus could not stay with people Yesu again. hakutembea tena na watu, Jesus did not walk with maana people alikuwa amevikwa mwili mpya because he had a ambao new, ulikuwa wa utukufu. which was a new body. Ametoka nao huko He came with that na body mamlaka
mamlaka yote, with all the power. lakini baada ya siku 40, But after 40 days, alikuwa akiwatokea watu siku baada ya he siku. would just show up to people day by day. Kumbuka mmoja walikuwa wanaenda Emausi, Some people were going to Emmaus. wako njiani, In their way, wanaona Yesu amedema pale, Jesus came with him, anaanza kuzungumza na wao, and he was talking to them. baada ya muda mchache Yesu After anatoka. a few people, Yesu anatokea wanafunzi wake he came again to his wakiwa disciples. katika kukula, When they were eating, anachangia nao kidogo, he just shared with them, baadaye tena anaenda. and he went. Yesu alifanya mambo mengi Jesus did many katika hali ya kujitokeza through just to show kwa hizo people siku 40. in those 40 days. Basi siku 40 ni nini? What does it mean the 4 days? Siku ya 40 inataka kumaanisha mambo 6. 40 days has 6 Jambo la days. kwanza ni subira. First thing is just wait. Patience. Subira, Mkristo ni mtu anahitaji kusubiri. You need to have patience. Nitatumia Kiswahili labda ya kwetu, uvumilivu. I will use like our language, patience. Subira na uvumilivu ni mambo yanataka kufanana. Patience, they are similar words. Wakati Mkristo ni mvumilivu, When a Christian is a patient, yeye huona baraka za Mungu. he sees God's blessing. Wakati Mkristo anavumilia, When you are patient, yeye huona matendo makubwa ya you Mungu. see wonders of God. Ikiwa Mkristo anavumilia, If you will wait, yeye huona vile Mungu anainuaka. you will see how God lifts people. Unajua siku 40 ni nini? You see what is it 4 days. Siku 40 ni jaribu lako. 4 days is your trial Your temptation. or your temptation. Jaribu lako ni siku 40 yako. Your temptation is your 4 Ambayo days. Mungu anataka kuona namna utasimama. That God will see if you will stand up. Mungu anataka kuona namna utakaa ndani yake. God will see how you're going to stay. Mungu anataka kuona namna utatembea katika ile God jaribu. will see how you will walk in those 4 days. Tumeona wana wa Israeli You will see those Israelites. katika wakati wote ule After all those Mungu times, alikuwa akiwajaribu katika God jaribu. are just tempting Kuona them ni akina nani to watasimama see who will stand katika imani ya kumtegemea. in faith to just watch upon him. Wakati mtu anasimama tu When you stand up katika jaribu zake, in your temptation, kuna mambo yanafanyika kiroho. there is something that happens. Na jambo la kwanza ni kwamba First thing is that Mungu humuvika utukufu wake. God just give you glory. Hautapitia jaribu You will not go through the na temptation. ushinde lile jaribu And when you na just wewe overcome ubaki that, namna ulivyo. then you stay the same way you are. Hautapitia You will jaribu not go through the ubaki temptation. mvumilivu Then you stay na patient. watu waendelea kukuona namna ulivyo. And the people will see, continue to see Jambo where you kubwa la are. mtu kupitia jaribu Great thing that you see people see. ni kwamba Mungu anataka That God wants to see jina lake tena litukuzwe. His name to be glorified. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Jambo la pili katika jaribu Second thing, ni temptation. kutayarisha Mkristo. Just to prepare a Christian. Mkristo ni lazima atayarishwe, A Christian has to be prepared atengenezwe to be ili aweze kukamilika. so that he can be fit. Wakati unakamilika, When you are fit, unaweza kufanya kazi ya you Mungu. can do God's work. Wakati unakamilika, When you are perfected, unakuwa mtu anayefaa kwa you will wengine. be someone who is fit for others. Wakati wewe umekamilika, When you have been ni posa perfected, unakuwa baraka kwa watu that's wengine. when you are a blessing to others. Hauwezi kuwa baraka kwa watu You wengine cannot be a blessing to other wakati people hautatengenezwa na kukamilika. when you are not be prepared or being perfect. Mtu ambaye ametengenezwa When you have been na yule prepared ambaye amefiti, ameenea, and someone who is fit, ni yule anafaa, that one is Kwa kazi ya person Mungu. who is fit to God's pia work. anafaa hata kwa maisha ya kila siku, And he is fit to all our maana usual yeye life atakuwa msaada kwa wengine. because he will be a blessing to others. Wakati Kristo amefanya siku 40, After Jesus done 40 days, alikuwa pia anatayarisha mitume wake, he was preparing his disciples. alikuwa anatayarisha He ulimwengu. was preparing the world. Hangeweza He kuondoka could not live kabla yeye hajatayarisha hao watu, without preparing those people maana alijua udhaifu wao, because he knew their weakness. alijua namna gani wanamtegemea, He knew how they depend upon alijua him. namna gani wako pale juu yake They knew tu, how they are there because of him. na alijua kwamba watanungunika na kuhuzunika. And he knew that sometime they will remember about him. Ilibidi kwanza watayarishe So it needed him to na prepare them kuangalia subira yao. and to see their. Jambo la tatu pale The third thing there, katika jaribu lako, in your temptation, siku 40 ni mule Mungu anakutia nguvu. in 4 days that where God strengthen you. Hauwezi kutiwa nguvu You cannot be kama strengthened haujapitia jaribu. if you are not going through temptations. Wakati haujapitia jaribu, When you are not going through temptations, hautaonaka ukubwa wa Mungu. you could not see the wonders of God. Wakati haujapitia jaribu, When you are not going through temptation, hautajua namna Mungu anatendaka. you cannot know how God works. Ni mule ndani ya jaribu lako In your temptation, ndio mule Mungu anataka kujidhihirisha that's kwa when watu. God will glorify himself. Na Mungu anataka nini katika And jaribu? what does God want in your Anataka temptation? katika jaribu lako He wants in your wewe temptation, ubaki chini just na yeye akutie nguvu. and he will strengthen Jina la Bwana you. lipewe sifa. Hallelujah.
Mungu anataka tena uwe mshindaji wa jaribu. God wants you to be victorious in temptation. Na ile kushinda jaribu, And after you have overcome the inabidi temptation, utimize siku 40. you have to finish those 40 days. Hautakuwa mtu alishinda jaribu You cannot overcome wakati temptation ulishindwa kusiku ukenzi mjuu. if you fail on the 15th day. Wakati ulishindwa kwa siku ya 15, When you fail on 15th day, haukushinda ile jaribu. you did not overcome this temptation. Lakini Mungu anataka But God wants ufikie ile siku ya 40 you have to reach the 40 katika jaribu days in your temptation. Jambo la mwisho hapa, The last thing here, Mungu anataka kukupitia jaribu God wants you to go through kusudi temptation aweze kukufanya mtu mpya. so that He can renew your life. Biblia inasema ya kwamba jaribu ni kama moto, The Bible says the temptation is like a fire. na Mkristo anapopitia And jaribu when a Christian goes through temptation, anafanywa kama vile dhahabu, it's like a gold. dhahabu ambayo A inanyooshwa, gold that has been dhahabu passed through. ambayo A inasafishwa, gold has been na cleaned. ile dhahabu inakuwa safi. And that gold has been Ni kwamba cleaned. kuna dhahabu zisizokuwa safi, There is a gold which are not lakini clean. inakuwa safi wakati mmoja, It comes clean wakati tu imepitia kwenye when jaribu, it just went through wakati tu fire. imepitia kwenye moto, When it just goes na through wakati fire. imepita kwenye And when it moto, went through fire, inayokoka ndani ya moto, it just been saved. inakuwa dhahabu safi. That's a clean gold. Kuna majaribu ambayo mnapitia hapa There is kanisani, the temptation that you have underwent here in church. na kuna wamoja jaribu yao kubwa hapa, And other, the big labda ni temptation kukua kwenye mashereta miaka na miaka. maybe is to be on shelters years Lakini and asubuhi years. ya leo nataka nikwambie, But this morning I want hiyo to ni siku 40 yako, that's your 40 na days. Mungu anataka kukutia nguvu And tena. God wants to strengthen Mungu anataka you. kuona uvumilivu God wako. wants to see how Mungu you anataka are kuona imani yako God wants to see your ya faith kutegemea katika hiyo siku. to stand upon Him. Kuna wengine wana majaribu hapa, Other people they have labda ya temptation. kutafuta kazi na kuzikosa, Maybe to look for a job. lakini and Mungu not find anataka it. kuona But God wants to see siku 40 ndani ya ile how to see the umekuwa 40 namna gani, how you na are. kama utabaki mwaminifu, And if you be kama faithful, utabaki mshindaji, if you remain kama victorious, hutatoka katika if mapenzi you ya not Mungu live God's katika hizo siku 40, in for those 4 wewe days, utakuwa dhahabu iliyo you safi. will be a God which is Wewe clean. utapewa utukufu wa You Mungu, will be given na a wewe glory. utabadilishwa na Kristo. And you will be changed with Na God. wakati umebadilishwa, And when you are hautalia tena you will wewe, not cry lakini anymore. utaanza kushukuru You Mungu. will just be Jina la thankful. Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Acha tuangalie basi Let us see kwa again. nini Yesu alipaa mbinguni. Why did Jesus went to heaven? Kwa nini Yesu alipaa mbinguni? Why did Jesus went to heaven? Angebaki hata kwa dunia, He could stay here in the earth sababu alishafufuka. because he was just Kwa nini resurrected. tena anaenda mbinguni? Why did he go to heaven again? Jambo la kwanza, First thing is, Yesu alipaa mbinguni Jesus went to heaven kwa ajili because aende kuchukua ufalme na mamlaka aliyetayarishiwa na Baba. to go to take the kingdom and the power it just went. Wakati Yesu amekufa, When Jesus died, yeye amepitia mtihani. he went through a test. Yesu alipitia jaribu, Jesus went through temptation. na wakati amemaliza lile And jaribu, after overcoming that temptation, alipomaliza ule mtihani, after finishing that test, kuna jambo alikuwa ametayarishiwa, there is something he was being prepared na for. jambo kubwa ni kwamba And the great thing is that alikuwa mwenye mamlaka he was a ruler na alikuwa mfalme and he was a king ambaye atatawala who will rule mbinguni na Baba. heaven and Na will ndipo power. tunaposoma katika Ufunuo That's why when we read in sura yake Revelation ya 5 mstari wa 11, chapter 5 verse 11, hata tusome lile andiko. let us see that scripture. Inapendaka lile andiko sana. I like this scripture. Ufunuo wa Yohana 5:11 Revelation 5:11 hadi ule mstari wake wa 14. till 14. Nitasoma pale kwa haraka. I will read there quickly. Biblia inasema hivi: The Bible says, nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1000 mara 1000, wakisema kwa sauti kubwa, sikia, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kuupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka, na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi ya juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake, na vilisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwana kondoo hata milele na milele. Na wale wenye uhai wane wakasema amina, na wale wazee wakaanguka wakamsujudu. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo The Bible says Jesus Christ, alipopaa mbinguni, when he went to the heaven, ameenda kaa kuume kwa he Baba, went to stay at the right na hand. amekaa
katika kiti cha and they enzi. just sitting on the throne. Amevikwa utukufu wa They were ajabu. just being good with glory. Wazee 24 Those 24 elders, wanamwabudu they huyu. just worship him. Na wale malaika wakimzunguka And those angels around pia him, nao wanamsujudu. they are just also worshiping Kisha him. nasema na dunia And yote they were all the na world viumbe vyote vilivyokuwa vikisikia and all the creators that nao were walianza kuabudu, all those they start worshiping sababu ni mfalme wa wafalme. because he's a king of kings. Viumbe vyote vinamwabudu, All the creatures just worshiping him. wanyama wanamwabudu, Animals worshiping him. na sanamu na samaki baharini All the wanamwabudu, fishes worshiping him sababu yeye amekuwa mfalme. because he's a king. Biblia inasema ni yeye tu amestahili, The Bible says it's only the one amestahili who's worthy, kuabudiwa, who's been worthy to worship, amestahili heshima, who's worthy to go forward, amestahili utukufu, worthy of glory, amestahili baraka, worthy of blessing, sababu ni yeye tu aliyechinjwa because he's the one who's been slaughtered. akanunulia Mungu kila taifa na And he lugha, brought everyone to na God. wote akawafanya wake. And all of them he made Jina la them Bwana for him. lipewe sifa. Hallelujah. Yesu amepaa mbinguni Jesus went to heaven ili aende kuchukua mamlaka, so that he could go and take ili the aende power, akuwe mfalme so that he can be a king pembeni ya Baba. beside Father. Jambo la pili, Second thing, Yesu alienda kututayarishia makao Jesus went to prepare a place for us na kutuombea sisi and to pray tusiotuombea. for us. Katika Yohana 14 mstari wake wa 3 In John 14, na Yohana 17 mstari wake wa 9 John 17:9, nakutana Yesu anasema hivi Jesus said this: ya kwamba ni lazima mimi niende, it's good for me to maana go, mimi nisipoenda because if I'm not ule going, msaidizi hata kuja that kweli. help will not come to you. Wanafunzi wamehuzunika, The disciples were angered. walianza kuogopa, They were just fearing. wakasema sasa ameenda. They said he just go. Huyu ndio alikuwaka wa kutusaidia. This was the one to Pepo help us. zilipokuwa zinatushinda When the demons tulimkimbilia we yeye. just ran about him. Wagonjwa walipokuja When tulimuita we yeye. called him. Tulipokuwa na njaa When we were hungry, alibadilisha mikate, he just changed the bread mikate ikakuwa mingi. and bread became Wakati a lot. tulikuwa na kiu When we were thirsty, alitengenezaka hata kule Kanaani he divai. just make even a Sasa ndio wine. huyo anaenda, That he had tutafanya just tena gone. How nini? will we do? Wakaanza We kunungunika are just there. na Yesu akawatazama, And Jesus saw them. akasema I msinungunike said, don't be, wala msihuzunike, don't be fear. maana ni kwa faida yenu mimi ninaenda, It's for you me to go. ni kwa faida yenu mimi It's for your ninaenda, benefit me to sababu go. nisipoenda mimi Because if I'm not going, mtabakiaka tu wanipanda. you will stay Jina la Bwana lipewe independent. sifa. Hallelujah. Yesu akasema acha mimi niende. Let me go. Unajua katika maisha ya Mkristo You know, in some kuna Christian life, Wakristo wengi ambao maisha yao many Christians, wanakuwaka tujuru wanadependi na wengine. they always depend on others. Kusudi aende kukanisa, So that he can go to inaomba church, fulani amuite. someone has to call him. Kusudi aombe Mungu, So that he can inaomba pray, mtu amkumbushe. someone has to remind Kusudi him. asome Biblia, So that he can read the inaomba Bible, akumbushwe. someone has to remind Kusudi him. atoe sadaka, So that he can give. inaomba akumbushwe. He has to be remembered. Mkristo akukumbushwa, Every day you have to yeye remind him. anadependi na wengine, It depends on lakini others. Roho Mtakatifu But the Holy Spirit, ambaye Yesu alituachia, the one Jesus left Biblia for inasema us, ni yeye peke yake is the one only atatukumbusha that will kweli. remind us the truth. Wakati ninalala When I sleep, ataniamsha niombe. he will just awaken Wakati me. nasinzia kiroho When I sleep, ataniamsha tena he will kiroho. awaken Wakati me. nimetoka safarini When I'm tired, ananitia tena he nguvu, just strengthens sababu me again. ndio sababu tumeachiwa yeye. Because that's why he was left Jina la for Bwana lipewe us. sifa. Hallelujah. Katika Yohana 17 mstari wa 9 In John Yesu 17, anaanza kuombea kanisa Jesus started praying for the na church. anasema ya kwamba Baba ninawaombea, And said, Father, I'm praying for them. wala sio hawa tu, Not only this, ninaombea wale ambao umeniachia I'm mimi, praying for those you left wale for watu me. walioniitika, Those who accepted sababu me. ulinipatia wakawa wao. Because you gave me the Ona vile opportunity. Yesu anakuombea See how Jesus prayed for you. ya kwamba Baba, That Father, sisemi watoe katika ulimwengu, I'm not saying that will bring them watapitia out of the majaribu hao, They will go through lakini temptation. ninawaombea tu ya But kwamba I will pray for them. uwavike nguvu Just waweze strengthen them kushinda ile so that they majaribu. can overcome those temptations. Mkristo hawezi kuomba usipatake jaribu. Christian, don't pray that no temptation Na will come wakati to wa you. Kristo wengine wananungulika saa jaribu inafika. Many Christians, they don't like Oh, temptation. mie tu ndio majaribu, mie Oh, I'm not tu. only the one for Mie tu temptation. sipatake kazi. Don't Mie get a ndio job. mwangu tu hamkuwake amani. It's my house Mie that tu ndio no kila peace. siku vinakuwaka It's hivi. all for me that Mtoto every yangu day. mie tu ndio alishanishinda. My child Na is hivi in na hivi na problem. hivi na hivi. This and that. Lakini sikia nikwambie. Listen, Yesu akatuombea. Jesus prayed. Na alikuombea wewe. And he prayed for you. Akasema hivi ya kwamba And he said, Baba usimuepushe na ile jaribu. Father, don't Lakini take him umtie away. nguvu ndani ya ile Just jaribu. strengthen him. Na ile jaribu And inapomfikia, when the temptation umsaidie kusimama. Just help him to Maana stand. anaposimama, When he stands, yeye hatakuwa yeye he will tena. not be Maisha there. mapya yataanza ndani yake. New life will start in Utukufu him. mpya utaonekana. Glory will be Yeye visible. atangaa sura He yake. will be Jina la Bwana lipewe shine. sifa. Hallelujah. Yesu anataka kukutia nguvu Jesus wants to katika jaribu yako in your temptation. ambayo ni siku 40 That sasa. is 40 days. Lakini usimame imara But just stand ili uweze kuwa mshindi. so that you can be Jambo la victorious. tatu,
Third thing. Yesu alipaa mbinguni Jesus went to ili heaven aweze kutuma Roho Mtakatifu. so that he can send the Holy Spirit. Asingepaa mbinguni, If he could not go Roho to heaven, Mtakatifu asingekuja. the Holy Spirit could not come Yohana to us. 16 mstari wa 6 hadi ule wa 7. John 16:6 to Nasema ni kwa 7. faida yangu mimi kwenda, It's for your benefit me to ili go, ninapoenda ninyi muweze kupata ule so that msaada. when I go you can get the helper. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Nataka malizia nikisema kwa nini basi Yesu alibaki siku 40 kabla yeye kuja. I want to finish and say, why did you go? Jesus stayed 40 days before. Yesu alibaki siku 40 duniani. Jesus stayed 4 days in the earth. Amefufuka kutoka katika He mauti. has been resurrected from the dead. Lakini akafanya siku 40. But he did 40 days Sababu ya mambo mawili. because of two things. Jambo la kwanza, First thing, Yesu alitaka kuhakikisha ulimwengu kwa ajili ya kufufuka kwake. Jesus wants to clarify the word about his Watu ambao resurrection. walipinga ya kwamba hakufufuka, Those people did not accept that he was watu resurrected. ambao hawakukubali, Those people could not accept. watu ambao walikuwa wanadute, Those people with doubt. Yesu alitaka kuwajulisha waziwazi ya kwamba mimi niko hai. Jesus wants to inform them that I'm alive. Na sababu mimi niko hai, And because I'm alive, inabidi munione. you have to see me. Lakini sitaishi na nyinyi But I will not serve sababu you. mimi sio mwili tena. Because I'm not Mimi flesh again. nimevikwa utukufu. I've been Lakini given a- ili mshuhudie Those that you can na testify mtambue waziwazi and to know ya kwamba mimi niko, that I am, nitajionyesha kwenu. and I will show myself to you. Sasa Yesu alikuwa anawatokea. That's why Jesus came to show us. Yesu anawatokea. He came to see. Wanasema show huyu ndio mwenye alizikwaka, ndio the huyu. person has been put in there and is Nakumbuka alive. Tomaso yeye hata wakati mmoja akasema Bwana sijaitika. I remember when Thomas could not understand. Kama ni wewe vraiment nione kwenye misumari ilikuwa. If it's you, I want to see where the nails went. Tomaso ile tu. That is Thomas you want to Hebu see. kuja uguse mikono yangu. See and touch my hand. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Akamshuhudia He just ya testified kwamba mimi Yesu niko hai. I, Jesus, am Siko alive. tena kule kumauti. I'm not again there. Ilibidi Yesu afanye siku 40. Jesus need to die. Ashuhudie ulimwengu To testify ya kwamba the word. yeye yuko hai. That he's alive. Yeye alifufuka. That was been Na resurrected. yeye anangojea kumaliza. And he wants to finish. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Jambo la pili na la mwisho Second thing, the ni last kwamba one. Yesu alitaka kufunza na kutayarisha wanafunzi wake. Jesus wants to teach and prepare his disciples. Ilibidi wanafunzi wake watayarishe Those disciples needed to be ya kwamba prepared yeye iko anaenda. that he's going. Wanapokuwa wakinungunika, When we have been mama, walihitaji wafarijiwe na Yesu Kristo. there was need someone to strengthen Kabla them. Yesu alianza waona mikono tu kulicha. They see Jesus will see them in the hands of Baadaye unajua anataka tuache. you know he wants to leave us. Na kama ataenda vitakuwa. And if he will go, how things will be. Sijui Petro akaanza sema sasa mimi nasemaga mbio mbio. Peter said, I'm Na talking too much. ananisaidia marao mimi ndio nitateseka. And I will be in trouble now. Mimi kama nataka kisu mimi nataka katana ananirudisha ile kisu. When I want to take the knife to cut Mara hiyo something, nitamaliza watu wote sasa. now I'll finish it once. Asingeenda hata basi. If he could not go. Sijui Stefano naye Tomaso naye akasema I don't know how Thomas said. na akasema sasa ule mwenye alikuwa yake iko ananihakikishia mimi wa madute hiyo mwenye mimi siamini yake. Those one who has been Nani mwingine ataweza tena kuniconvince? who again will convince me. Hawakutambua ya kwamba They do not understand. kuna wa kuconvince ambaye atakuja baadaye. There is someone who Ni yule Roho comes to Mtakatifu. come. That's the Holy Spirit. Yesu akawaambia hivi, Jesus told them, mimi haifai nibaki. I will not Inabidi stay. mimi ni yeye. I need to go. Ninapoenda mimi When I go, mtakuwa convinced na Roho Will be Mtakatifu. convinced by the Holy Spirit. Ninapoenda mimi When I go, mtatiwa nguvu na Roho will be Mtakatifu. strengthened by the Holy Habari za kukemea pepo, When you habari za kuponya magonjwa, sio mie tena nitaifanya, Not me bali again. ni nyie But mtaifanya. you- Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Yesu akasema vile The Holy Spirit said, Ya kwamba inabidi Jesus said mimi niende. that I need to go. ili Roho akuje. So that the Holy Spirit Ndio can sababu come. kanisani That's why in the church, wakati miujiza inafanyika, when the miracles wakati happen, wagonjwa wanapona, when the sick are wakati healed, pepo zinatoroka, when the demons are sio cast out, sababu Yesu tena iko It's pale, not because ni sababu Jesus is Roho there. anakaa ndani yetu because the Holy na Spirit anatenda is there, kazi ndani and yetu he does ili wonders, pepo ziweze so kutoroka. that the demons can be cast. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Kama Roho iko ndani yako, pepo hazina nafasi. If the Holy Spirit is inside you, demons have no place. Kama Roho iko ndani yako, pepo hazina nguvu. If the Holy Spirit is inside you, the demons have no Sababu wewe power. una nguvu zaidi ya hiyo. Because you have power than demons. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Ninapomalizia When I'm finished, kama kwamba unajaribu you have a temptation. ile jaribu utalipitia siku 40. And that temptation you have to go through 40 days. Hata wahenga wanasema hivi Even people say, ya kwamba siku za mwezi ni 40. I say 50 days are 40 days. Ni kwamba 40 ni namba ambayo inajulikana hata katika ulimwengu. 40 days, it's a number which is known in the Ni world. kwamba katika kila jambo In everything, kuna mwisho wake. there is Shida yako mpendwa Your problem iko na mwisho wake. has an end. Hata huduma yako pia Even your ministry iko na mwisho has an wake. end. Waimbaji wametuimbia hapa. The singers Wanasema ya kwamba siku tutakapomaliza they kazi said when we finish our tutaenda
tutaenda mbinguni. We will go in heaven. Ninapokuwa mchungaji wenu, When am I your siku pastor? moja nitawaacha. One day I will leave you. Wewe unapokuwa mwimbaji, When you are siku singer, moja utaacha one uimbaji. day you will leave Unapofanya lolote ile unalolifanya, After doing siku everything, moja itafikia mwisho. one thing Hata jaribu unalolipitia, Even your siku temptation, moja iko na mwisho. one day it has an end. Usingelialia mpendo. Don't cry, brethren. Sababu siku 40 yako Because your 40 iko na days, mwisho. it has Na an baada end. ya siku 40 And after those 40 days, kunakuwa mwanzo mpya. there is a new beginning. Na ule mwanzo mpya unapokuja, And that new beginning, when it utaenda comes, kucheka. you will start Umetafuta laughing. nyumba siku mingi. You are looking for a house many days. Umekuwa mgonjwa siku mingi. You are sick many days. Umekuwa na mashaka siku mingi. You have doubt many days. Umejiuliza hivi vitakuwaka namna gani? How did things will happen? Wewe umetafuta mchumba siku mingi. Maybe you are looking for a fiancé long time. Umetafuta bwana ama bibi You siku are looking nyingi. for a husband or wife. Umetafuta mtoto siku You are nyingi. looking for a child. Umetafuta masomo siku You are mingi. looking for schools. Umetafuta kazi siku You are mingi. looking for works. Umetafuta pesa siku You are nyingi. looking for money many days. Umetafuta hata labda kwenda Afrika You are siku looking nyingi. maybe to go in Africa. Na hii imekuwa jaribu kwako. And those have been a Lakini temptation. mchana wa leo But today, nataka nikwambie ya I kwamba want to let you siku know 40 zina mwisho. the 4 days has Na an end. zinapokuwa na mwisho, And after the end, utanyakuliwa. you will be lifted up. Wakati unanyakuliwa, When you are lifted, unapopaa mpendwa, when you go, utaona ile shida chini you will yako. see that Na wewe the umekuwa under you juu. and you will Na be wakati high. umekuwa juu, And after you have been ni high, sababu tu kuna mtu it's aliyekuombea. because someone Naye prayed ni for you. Yesu Kristo. And it's Jesus Christ Ambaye alinyakuliwa who has been lifted. na akaenda pale ili atuombee. And he went in heaven to pray for us. Shida yako iachie Yesu asubuhi ya leo. Let your problem to Jesus. Na umwambie akutie nguvu katika And hili. tell him to give you Ili strength yeye aweze kukuinua so that he can lift you na uweze up. kufikia ahadi. And you can be to your promise. Bwana tubariki sana. May God bless us. Ninataka tuombe. I want to pray. Ninataka inamisha kichwa chako. Just bound your head Mahali tu uliko pale. where you are. Inamisha kichwa chako mpendwa. Just bound your head. Ninajua uko na jaribu uko napitia. I know your temptation you are going to Na face. hakuna mwanadamu ataweza kukusaidia. And no human being will help you. Uko na shida uko napitia. You have a problem you are going Sio through. ule kansela wako atakusaidia. Not a counselor will help you. Sio ule sosiali aja sosiali wako atakusaidia. Not your social worker will help you. Lakini kuna mtu mmoja But atakusaidia. there is only one person who can Ni help Yesu you. Kristo It's mwenyewe. only Jesus Christ Ambaye atakuwezesha kupitia ile who jaribu. will enable you to go through Ambaye that atakuwezesha temptation. kupita kwa hizo siku Who will 40. enable you to finish those 4 days. Na uweze kuona mwisho wake. And you will finish the Na end. upate mwisho wa ushindi. And you have a Hapana mwisho tena wa kulia. lot of crying. Tutaenda basi kuomba Mungu. We are going to Na pray. kila mmoja uambie Mungu shida yako. Everyone tell Jesus your Mwambie problem. Mungu shida yako. Tell God your problem. Nataka tangu wakati huu. I want from Fungua now. kinywa chako mahali. Open your mouth Anza where you ambia are. Mungu jambo. Start telling Anza God ambia something. Mungu. Tell him God Anza ambia something. Mungu. Tell God Nini something. inakusumbua? What is Ambia Mungu troubling you? mwenyewe. Tell Ya God kwamba something. ile shida itoke. That this problem Ile about- jaribu unapitia. This temptation. Ambia Mungu ya kwamba Tell God Bwana that. unitie nguvu. Strengthen Nataka me. nipite katika I want to go through this Anza temptation. kuambia Mungu jambo. Tell God something. Usinyamaze kinywa mpendwa. Don't keep quiet. Usinyamaze kinywa Don't mpendwa. keep quiet. Bwana anaona moyo wako. God see your heart. Anaona kilio chako. God see your cry. Anaona machungu He yako. sees your Anaona weakness. huzuni yako. He see your- Umwambie jambo asubuhi ya leo. Tell him something. Ya kwamba aweze kupitisha ile siku 40. Tell the devil that you fight Na uweze kupata ushindi so wako. that you can have. Oh, asante Bwana. Hallelujah. Asante Yesu. Hallelujah. Sababu uko mwema. Thank you, my God. Uko mwema Yesu. You are good, Jesus. Maisha yangu nimupe nani? Maisha yangu yote namupa Yesu atawale. Maisha yangu nimupe nani? Maisha yangu namupa Yesu atawale. Na shida zangu nimupe nani? Na shida zangu namupa Yesu atawale. Maisha yangu. Wakati wanapoimba, When you sing and I anaambia Mungu maisha say, yangu. tell God something. Anaambia Bwana shida zangu. Tell God your problem. Anaambia Bwana tatizo. Tell God your problem. Anaambia Bwana jaribu Tell lako. God your temptation. Yeye mwenyewe iko na uwezo. Because he has the power Mwenda kutenda jambo kwa to maisha do yako. something in your life. Fungua moyo wako. Open your heart. Fungua akili yako. Open your mind. Fungua nafsi yako. Open your soul. Umwambie Bwana. Tell God. Bwana jaribu hili. What is temptation? 40 Bwana. Niwezeshe nifikie. Say it to me. Niwezeshe nishinde. Niwezeshe nifikie. All come to grow. Nipatie uvumilivu. Nipatie uweza. Give me power. Nipatie ushindi. Nipatie kukaa. Give me victory. Nipatie kustahili Bwana. Nipatie kustahimili. So that I can stand up. Nipatie subira. So that I can have Kuweza patience. kustahili To ndani. overcome this Kwa sababu temptation. nimeshindwa Bwana. Because I cannot. Nimeshindwa Bwana. I'm unable. Nimeshindwa Bwana. I'm unable. Nimeshindwa Bwana. I'm unable. Nipatie nguvu.
ukamtie nguvu na uweza wako tena. Wengine wameteseka na watoto wao majumbani, Baba ninawaombea katika jaribu ya kwamba uwatie nguvu na uwavukishe hii jaribu, wastahimili Bwana, wapate uvumilivu. Wengine wako hapa Bwana wanateseka juu ya waume wao, wamekosa amani usiku na mchana. Baba uwatie nguvu, Baba uwaponye, Baba uwashindie jaribu hili. Wengine wako hapa Bwana wanateseka juu ya kazi, wengine juu ya mapato, wengine juu ya masomo. Mungu kajibu kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo. Wengine jaribu lao Bwana ni kupata manyumba, mali yote ni yako, otawa yote ni yako, na nyumba zote ni zako. Baba ukawabariki kwa jina la Yesu Kristo. Onekana Mungu kama vile jibu la maisha ya watu wako. Kama sasa hapo milele. Tunakushukuru kwa maana umetenda hivi. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Amen.